Clouds TV, empowering lives. So the Lord will fight your battles. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is a message that God has told me to come and send it to you, that God will fight your battles. Tell your neighbor, God will fight your battles. But witchcraft excels in counterfeiting God. Bwana Yesu asifiwe sana. Witchcraft excels in counterfeiting God. Yani anything that counterfeits God, it is witchcraft. Mtu yote anakuja na unabii ni diviner, ni murogi. Mtu yote anakupatia unabii ya uogo, ni murogi. Mtu yote anakupulichia mapulichi ya uogo, ni murogi. Yani kitu yote that counterfeits God, all does against God, that is what we call witchcraft. Witchcraft sio githito peke yake. Witchcraft hata ni hivyo umevaa. Naona hivyo umevaa. Kuna nguo umeweza kuvaa, umekuja umekaa hapa mbele, na umekaa hapa mbele purposely kuentice. Uko kwa soko ya pastor, ya apostle, ya bishop, ya prophet. Uko kwa soko unataka apostle aone. Kuna kitu unataka aone, a new Range Rover, a new model ya Prado zile zimetoka, ndio kwa maana ulivaa hivyo, ukakuja ukakaa hapa mbele. That is witchcraft. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukakuta mtu wako ndani ya kanisa kama hii, lakini yeye kazi yake ni masegenyo, anasegenyaga huyu, anatoa ripoti ya huyu, anasema huyu amefanya hivi, huyu amefanya hivi, huyu amefanya hivi, kazi yake ni hiyo. Basi huyo ni murogi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawakuagi warogi ati ni wale wagedito, hao ni advanced witchcraft. But the most dangerous witchcraft is when you have a friend who is backbiting you. When you have a friend who is backstabbing you. When you have a friend who is hata bwana yako akutakii mazuri, unafanya kazi yako mzuri, unakuta ameikatia mfereji pale mbele. Ukienda unafikiria unashindwa ni kwa nini maji kuji, kumbe mzee alikata mfereji ya maji pale mbele. Sasa wewe umekaukiwa. That is witchcraft. So witchcraft is not only in those people that are witches, physical witches, even you. Witchcraft begins with your heart. Inaanza kutoka kwa roho. Kuna watu wanakuwa wakamati ya nini? Ya roho chafu. Sema Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu hapa kama nyinyi sasa nikiangalia hapa masurazura zenu ni kamati ya roho gani chafu. Utaki imagine kanisa 10 when ado 50 kamati ya roho chafu. Bwana Yesu asifiwe. Na in fact gorogo na igekokera 50. I have many. Kamati ya roho chafu ni wabaya. Unataka sema amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ukiwakuta hapa chini si hapo sonio dhani ile iguru, alafu anaweka kasile kakaseti kale kakuzungusha na kalamu, sio kale kakuzungusha, ni ile sahani ile ilikuwa inawekelewa inaiba. Najua ulikuwa unapenda hiyo sahani sana, ilikuwa inaiba ile, ilikuwa inaweka ayo sami demodeshe kahio kamwe kambaru ni ondo wa mwedo wakwa sheni. Sasa hiyo ndio wanaendaga kuweka hapa chini. Kasahani kanawekwa kanaanza kuimba. Na unajua hiyo ilikuwa ina drop. Ikiiba haiwekwi ingine, inaiba ina drop. Hiyo ikimaliza ingine ina drop. Hiyo kwa mkono kanajiinua ina drop ingine. Hawakuishagi story. Story inakuwa 24/7. Na wanakuwa wakijua kila kitu. Baka kwako venye kulilalo. They know. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao sasa ndio tunaitaga wacha. Kama umewahi kukuta wamama pale chini, pale kwa askari hapo, kuna kimama kiko hapo. Ukute wamama wa sinagogoma wa CFC wamekaa hapo chini, ujue hiyo ni grupu ya kamati ya wachawi imekaa hapo ikidiscuss venye kanisa ilikuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. So if you are asked by anybody, tafutie wachawi 10 kuja hapa randomly 1 2 3 4 chukua, utakuta katika hawa watu 10 umechagua watu 8 ni wachawi. Hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukija milioni tumewapia wafuga kitambaa ya kichwa mzuri wakati wa kufuga hiyo kitambaa ya deboda na nini. Nye ndio hage taba ya nini. Nye. Acha mtu aratochokia nako. Aratochokia nako. Na oka huko gothikereria diamuhetiria dimo diamuhurire dimo ke kanitheno utureta guku kagotangatangetie dangi ciaku no ndakwira wikira ndirakwira ndurenda kwika tondu wi murogi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tondu hiki kwaga gwathika ni urogi. Kutoti, the rebellious spirit, it is witchcraft. And that if you are, it is also at home. Na mzee hauogeagi na mzee, hauabiagi mzee hata habari. Ukiamuka asubuhi, ukiamuka hivi unamwangaliaga, unaona ni kama nyagumi, unaona ni kama nyani imekalia kwa kitanda yako. Wewe ni mchawi.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ulisaki boyfriend yako, hi, how are you? Hey babe, namwandikia ka story, hi babe. Na watoto kwa mama alikuwa dekaletwa babe. Madeka B-E-B-U, babe. So if we can look at the book of Exodus, chapter number 22, verse number 18. Chapter 22, verse number 18. The penalty of witchcraft is death. So ndio naona kanisa kama hii iko na wakufu wengi sana spiritually. People who are supposed to manifest the word of God, manifest the spirit of God, manifest growth. Unakuta huyo mtu alikwama. Unaona watu umeopea. Sasa unashidwa huyu uri uko gituro muhoyagira. Kagai atakeiguaga. Ndukireke abiathio no athia kanywe butha mekefe iri agicoke tumuhoyere kuhonoka ringi. Tondu kire urahoyeire ningi no ahoyerwo muthi tena kesho ingine naobia the same thing you are praying for, because there is a problem. There is a spirit of rebellion. There is a spirit that is objecting you. And once you get into witchcraft of such kind, you die spiritually. Bwana Yesu asifiwe. It puts to death any woman who practices what? Magic or witchcraft. It puts you to death. Spiritually, unaweza kuwa unakaaga unakujaga kanisa, no ni kule urehe yadu. Unaweza kuwa mpaka unakofanyanga contribution mingi sana, but wewe unakujaga kusaidia kasi ya Red Cross. There is nothing you are gaining. Because anything that you give to church, any sacrifice, any offering, any service you give to church, you don't give it for free. You give it because you are serving God. And when you are serving a God that responds, he is supposed to respond to you positively. You cannot be able to be asking for the same question. You cannot be telling, stop this witchcraft, Motemi. Stop this. Every morning, stop this witchcraft. Apana kuna kashida. Kako hapo. Kako na kashida. So you need to have advance. Maybe you are in the wrong place. Maybe hapo, you are not supposed to be there. It is not that neighbor that is a witch. Maybe it is you who is a witch, by refusing to do the will of God, by refusing to move where God wants you to go. Because if you refuse kuenda mahali Mungu ametaka uende, Mungu anakos kitu inakuwa stagnation, unakaa kunakuwa dry. Kukikuwa dry is because the spirit of rebellion iko mahali pale. So you become dry. And the moment you become dry, you start attacking others. You don't become a blessing to others. And you see everybody around you kama mchawi. You see everybody around you ni kama kitu kibaya. You see everybody around you ni mtu afai katika maisha yako. Because wewe mwenyewe, you are in the wrong place, doing the wrong thing in the right time. Because you are supposed to be doing that business, but somewhere and a bigger business. But because you refuse, because hiyo nafasi already imepatiwa watu wengine hapo, maana Mungu alisikia maombi yako na akakuinua. Lakini wewe ukakuwa kama ile kuku imetoka wapi? Uko Western Kenya. Unajua kuku ya Western Kenya haibebagu ikiangalia kule naenda, inabebagu ikiangalia kule imetoka. So Mluya anawekaga wapi? Anawekaga hivi, kuku inaendelea ikinini? Inaangalia kule imetoka. Sasa ukimifikisha mnyumbani, inafikiriaga tu kutoka. Ndio kutaka kuku ya Mluya inakaaga kwa gate. Bwana Yesu asifiwe sana. Because it is planning to go. So ndio naona lazima waifuge ikae kama siku 3 hapo kwa compound. Na ukiivugua hapo uliifuga, utakuta hiyo kuku inazunguka namna gani? Inazunguka hivi. Haifanyagi chochote na inararuliwangwa na majogoo za huko. Kama ni jogoo ikikuja ipate ulileta jogoo, unakuta hiyo jogoo nyingine inapigaga hizo za Waluya. Maana za Waluya zinakuwa confused. Why? Because they are carrying a rebellious spirit. They still want to go back kule zimetoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Mungu amekuzungumzia, ondoka mahali. Ondokea hiyo kitu. Ondokea. Maana you are stuffing yourself. Unaleta starvation katika biashara yako, katika maisha yako, in your spirit, because God want to expand you, lakini umekatalia hapo. Ondoka. You have a space of step of faith. Move forward. Go like Abraham. Aliambia ondoka. Nenda mpaka kuna hiji na nataka kukubarikia. Ondoka. Kwa hiyo kabiashara umekuwa milililia. Ondoka kawacha. Wachana nayo. Wachana kungangana kila siku kuna witchcraft. Kila siku kuna witchcraft. Kila siku hapana, you are wrong. Wewe ndio makosa. Ondoka hapo. Nenda to the next door. Kuna mahali Mungu anataka uende. Nenda uanzishe biashara na itafaulu. Nenda atakupeleka in the desert. Na ukifika tu hapo atatudhora githima kia maji na kila mkitu. Atatengeneza barabara where there is no barabara. Sio ukiwa mahali huko ukianza safari ndio barabara itaanza kujitengenezesha. Ukianza kuenda ndio safari. Kwa hivyo kuna watu wengi hapo wana biashara, but you are still stuck.
umekwamilia kale biashara, wakati Mungu alikwambia nitakubariki na aliachilia baraka ziko zia hanging hapa. Sasa Mungu anakusubuaga na kukusubua ni kukosesha kazi yako kufaulu. Wewe unakaaga ukiona nani neighbor ndio anakuroga. Hakuna neighbor anakuroga, wewe ndio mrogi. Ondoka hapa urogi kuotoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie kitabu ya Isaia 8 mstari wa 19. When someone tells you to consult medium, they cause you to get into the wrong affairs. Because when you get, unajua hata ile tunaonaga, ulitoka kanisa ya FM ukakuja kwa Waruinge, ukatoka kwa Waruinge ukaenda kwa mwingine, wewe ni mchawi. If you have ever consulted 2 or 3 pastors, umemove from this church to this church, from this church to another church, ni kwa sababu wewe unakuaga mrogi. Because ile church ulienda ya kwanza Yesu alikuwa anahubiriwa, you could have sat there and waited for God there. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa sababu umesikia Waruinge ndio anatouch watu wanaanguka chini, unakimbia kwa sababu wewe ni mrogi na unataka kutumia pesa yako ukuje wekelee kwa madhabahu, unigeuze nikuwe mrogi kama wewe. Haleluya. Ndio nikuwe mchawi, maana unataka kuja kununua hiyo power ya kuagushwa. Na sasa hujui kule ni mimi nilitoa hiyo power. Sasa unakuja hapa ninakuagusha, unaanguka chini. Hata mtu mwingine akaniuliza, kwani hii watu hii mapepo haitokagi? Maana yule alianguka jana, tena ameanguka leo, tena ameanguka jeseo. Mpaka wakati mwingine ndio naona sitakaki kufanya deliverance kwa sababu watu tuko live hapa, tunaonwa. Every time I pray here before I start a service, naambiaga Mungu nitumie kama chombo. Nitumie tu nifikishe ujumbe wako. Do not allow me to get into any other thing. Do not allow me to get into any subject. Ati ndio nikubambishe, nikuonyeshe unaenda. Hapana, I want just to deliver the message. Na ndio naonanga wakati mwingi nikikujaga nimeplan kuhubiri kitu kingine, Mungu amejambia ananiuliza, si ulisema yani pesa basi peleka mafuta taa. Sasa mimi nilikuwa na plan ni mafuta nini? Diesel. Na bio peleka mafuta taa. Nikifikisha mahali na bio sasa ni diesel. Maana hivyo ndivyo nataka. Na hivyo ndivyo Mungu ulimwambia before you started the service, I want you to use me as a vessel. Bwana Yesu asifiwe sana. But the people will tell you to ask for messages from fortune tellers. And the mediums who chap and matter. They will say, after all, people should ask for messages from the spirits and consult the dead on behalf of the living. Hii ni watu hii ya kiama. Umeona hawa watu wa kiama? Hao ndio wanauliza kwa namwagaga, wanauliza gomishito, si unasikia akisema gomishito ni irarira, gomishito siraria, gomishito ni irenda, ate gomishi anyure kirega tumiro rware murimo ucio tondu gomindo si yake. When you seek the dead on behalf of the living, then you are consulting medium. You are doing witchcraft. Sasa hawa wazee wote unaonanga hawa kiama na wanisikie, maana kuna mahali watanipeleka. They are consultants of the dead. Whoever that anamwagaga kitu kachai ama anamwaga. So this consultation of mediums and magical spirits, it is what we call witchcraft. Na ndio naonaga hata hapa kanisani, ukiona mtu, na sitaki kusema mko hapa kuna, lakini ukiona mtu anashideka maombi yake, huyo anakuaga mchawi. Huyo Mungu namsubua, Mungu amekaa kwa kiti. Si amekaa kwa kiti? Wewe unatili atashinda kifanya hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi kama mnanielewa. Mnanielewa lakini. So ukiona mtu hivi hata kuna kastaili wanaedaka. Kastaili kanaedaka unaenda anafanya hivi. Huyo ni mchawi. Ni kumaki na maki territory ama ni kuna kitu anafuga. Kuna kitu anakuaga akifuga. Na ukiangalia mahali anazoea kuombea, kuna kuaga na matatizo hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. We must avoid these things. Verse 20. We must change and avoid these things. Because we need to know how to consult God. We need to know how we can connect with God. We need to know how to do with God. You are to answer them. You are to answer what? The dead. You speaking to the dead. Listen to what the Lord is teaching you. Speak to them. Tell them, this is what the Lord is teaching. This is what the Lord is telling. Speak to them. Ukisikia mtu amekuja kukwambia gomishi tosirauga, mwambie hapana. We have God, a living God. I am a man or a woman connected to the living, not to the dead.
Bwana Yesu asifiwe sana. And they will tell them, do not listen to the medium. Tell them. Ndio unaona sasa nawafundisha, do not listen. Hata mkileta shindano kama hizi mlilete hapa, mkileke mafia mnapaka pale na hizo vitu zingine mnapaka pale. We don't care about them because we are empowered from heaven. We have the authority from heaven. We are conquerors and nobody can be able to make anything silly in us. Just try. Lazima umejaribu yangu, simu tigereti pio. Demo tigereti. Wamenyamaza tuli. Lakini wameshindwa. And I'm proud to have a God who wins battles for me. I'm proud to have a God who conquers them. I'm proud to have a God who uses me. And he uses, najua mimi kwanza alinitengeneza nikakuwa doreka. Najua doreka ni nini? I don't care, man. Who doesn't care who you are, what you think you can be, or what you think you will become. I don't care whether you have money. I don't care whether you have atweni musupu, I don't care about you. I will be afraid now, 10 minutes later, I am here. Sikujui na sitaki kukuona. And that is me, because I don't consult mediums. I consult my God. If my relationship with you ni ya kunipeleka kwa Mungu, hata uniambie tuende mahali keherini, hata uende ukachore kakitu, hiyo niko sawa. Lakini kama unataka kunitoa na kwa Mungu, uniambie sasa tuanze kufanya hii ndio tufanye hii, I will leave you like a thunderbolt. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakuondokea kama Van Damme. Najua Van Damme. How many of you know Van Damme? Nakuondokea na masnipe na ma-20 60. So you tell them what they tell you cannot keep. You are to answer them. Listen to what the Lord is teaching you. Don't listen to their medium. What they tell you cannot keep trouble away. How watu wakusaidii? They don't help you. They cannot keep that trouble away. Unaenda unatolewa madifaina. Unaenda unahakishiwa mshumaa ya redi na nini, unanili kwa kitambaa ya redi na ya green na nini. Hizo zote hazikusaidii. They will not help you. We have the blood of Jesus to change this life. Bwana Yesu asifiwe sana. You have the blood of Jesus to turn around what you are. Mimi nilikuwa mungiki, mtu baya. Uliza mama yako pale atakwambia. Kuna mama yako pale atakwambia, he knows me. Aliniona in my true colors. Nikifagia mapolisi wakatoroka bio. Nikiwa sigo. Haleluya, sio sigo, nikiwa nilishika bunduki hivi. Yangu nilikuwa nachukonga semi automatic. Mimi sikuwa natembea na bunduki tu hawana. Nilikuwa naendanga na semi automatic. Inarusha mpaka unaiona ikiwaka moto pale mbele. Na askari akisikia hiyo ni semi automatic, hakuna mtu anaogopa risasi kama polisi. Wanaedaga kama kitu kingine. Uliza huyu mama kule kwao kwa kazi venye mapolisi walienda. Kuna polisi mmoja alikuja na kiherehere, nikamwambia unafikiria hii ni toy? Niachilie sasa. Unanyoa yeye na nywele. Unaachilia, anasikia nywele zote zimeanguka. Akifanya hivi anaona nywele zote, analala chini, anakwambia pesa tishia kwa kuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 21, quickly tuende kwa 21. Yeah. The people will wander through the land discouraged and hungry. You see now the result of witchcraft. You wander through the land and you get discouraged and you get hungry. In their hunger their anger, they will curse their king and their God. They may look up to the sky. You end up cursing your God. And that is why you have so much desperation in church. Kwanza hii makanisa hii yetu ya marokole. Hii makanisa ya kwenda biguni. Sijui nani alikuambia kuna biguni. Hii makanisa yetu tunaambiaka tuende biguni. Na sijafika biguni ndio nikuja nikupatie story. Biguni iko namna gani? Sijui kwa nini mniulizaga swali. Ule matigo uliwadi ku. Ngero to report todo turako lile okero miaka 1820 tu bado baba yangu alikuwa naambiwa na guka wanaenda biguni. Na tulikuwa tumebia hivi karibuni, very soon Yesu anakuja. Na siku ndio roho ya Maranatha ilikuwa imeachiliwa. Ulikuwa mtu alikuwa nasimama tu anaanza kulia. My brother, turn to Jesus. He is about to come. Ni kama anakuja kesho. Huyo mtu amekufa akigojea Yesu akuje. Yesu alisema atakuja kama dunia yote imehubiriwa na ikabadilika. Wachina ni wagapi? Right now Wachina ni 2 billion. 2 gapi? Na hawajui Yesu. Hawajui Yesu. Kwa hivyo tutakaa.
Wakikoge domone geke tuhujagiria ndo kiujika hii tuko nayo ndio tahubiria dunia. Hakuna mahali tunaenda. Makanisa ni kufugwa, inafugwa Europe mzima, makanisa imefugwa. Amerika makanisa imefugwa. Sasa Afrika ndio tumebaki tukigaba. Na sasa ujika ya Ukristo wa Afrika ni ikine ya high class. Ni uchawi mtubu. Unakuta pastor. Wow. Mimi nafurahi. Kuna mapasta walikuwa nakujaga hapa. Sasa kuna yule pastor alikuwa anaombea sasa before the main service yase ya mapasta. Naweza kutaka mkuje siku moja wakati mapasta wamekutana na wanaomba. Wala sendere uko ntaya. Yaani mapasta wakiomba na kila mtu anataka ajulikane anaomba. Na wako hapa na mwingine hana microphone na mwingine yako na microphone. Yule hana microphone anasikikaga kuliko yule ako na microphone. Kuna pastor mmoja sasa, huyo ndio nilicapture. Ni maombi sasa. Niko hoya. Mpaka nikaita mkubwa yake nikamuuliza, hiyo ni maombi ya nini? Hiyo ni nini anafanya? Akaniambia niomba roho ameshuka. Mimi nikamwambia kama hivyo ndivyo roho anashukaga, wachakae. Wachakae, because this is disturbing heaven. Hii ni kusumbua mbingu. Haya, hiyo si kitu rahisi mzuri, because you are doing the wrong thing. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the hunger. Sasa imagine huyo mtu akoge mwaka mugima ashoke aradi gokuntanya moyade. Ni adheni la kanitha ine because ana believe na yanda. Sasa yanda. Sasa hata mbinguni watakuja anasema ndio atakwenda kusema nekazo katika kutinia metegeko hapa. Maana Mungu anatumaga malaika. Anaambia malaika ndio sikia kunatafuta anataka ntimi anaongea. Sasa wakiteremuka wanakuta sindana. Sasa ile report itarudi huko ni gani? Anaenda anasema hapana, wanalikuwa na hakisha kale kapawaso. Ndio kalikuwa anasema Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu. Lakini kumbe kokia ligeuka akakuwa mchawi. Maana hiyo ndanda hiyo ni uchawi. You are not communicating with God. You have no relationship. There is nothing you are communicating. Meaning God will not hear you. And then at the end of the day, because of God not hearing you, you become a witch. Maana utakasirika, umefanya kazi mingi, umetoka kanisa ya Waruinge, umeingia hapa, umefagia huko, umeingia kwa vikundi ya Debora, umeingia kwa kikundi kingine ati kutafuta upako haikuji, umetoka hapo, umeingia kilabu synagogue, ati unatafuta upako mpaka inafika wakati unaanza kuitisha pesa yako urudishiwe. Sasa utatolewa wapi? Pesa ikiingia hapa ni hapa. Hapa ni kanisa, pesa ikiingia hapa hairudiki. Wacha uchinga. Unakuja kuitisha nini hapa tikilabu sina kwa ugati ulita. Unataka kujua iliendeshwa wapi? Uliendeshwa kuja uandikwe secretary ya kujua penye ilienda ama penye inafanyaka kazi. Wacha hiyo upuzi ya kuuliza ati pesa inafanya nini. Ukitoa ulikuwa unatoa ikuje kufanya kazi gani? Hujui ni nyumba ya Mungu. Tiori mo. Ati kujua ati dada pesa sitosidia gati. Si ani mwenao. Zilikuja na zikaenda kufanya kazi zile zilikuwa natakikana. Hiyo maswali ingine tena kwa hiyo pale ulitoa leta ingine ziendelee na kazi. Tiko ulimuhawa tija utotukibiete ateka return what? First Chronicles chapter number 10 verse number 13. First Chronicles chapter number 10 verse number 13. Bwana Yesu asifiwe sana. These things we get them. Tunatoa kwa unrighteous, tunaleta kwa Mungu. Ndiko tahaga. Mimi hata saizi nikipata buduki, niambiwe kuna pesa iko banki, tuende tuchukue, nitaenda. I'm still experienced. Ninajua ninajua kushika. Nitaenda nitachukua na nilete hapa, tutengeneze pulpiti mzuri, tununue kila kitu, tununue worship uniform mzuri, tununue drum set mzuri, tuondoe speaker, tununue jukwaa kama ile mliona Nakuru. Sasa si mliona kitu mzuri Nakuru? How much was it? With your own small might. How much was it? Kama ngapi? That is from my pocket. The whole event was from my... Kama kuna mtu aliwaitisha pesa? Hata mliitishwa mpage, mfukue kwa mpago. Si mlikuja kujiangalia vitu zikifanyika? Sasa mkaona, mlijiona wapi? Ama mlifikiriaje watu wa Nairobi? Inyo mutora amonyi tete yogo. Tio ni wito, utekodoradi. You can't own a general. A commander you can't own. Uwezi. Bwana Yesu asifiwe sana. And that should have taught you a lesson. Manyonete tuko. Dahoro gorao die moya rao daba otinyonagi jogorodi.
mugatigwa hau mugithiuruka roundabout ni mujuaga jogo roundabout ya Don Home thiete ugu na Taji Moro mujuagira Mombasa riu murathi jikurukite na kuria Mombasa atoge katia tanifuata ucio riu niguo twita korogi atutadishika sasa hiyo ndio witchcraft haitaniweza sema haitaniweza. First Chronicles chapter number 10 verse 13 nasema Saul died because he was unfaithful to the Lord. He disobeyed. No disobedience. Mtu yote disobedient hapa. Mwenye nimewahi kuambia kitu akadisobey ni mrogi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu yote Mungu amemzungumzia fanya hii kazi kwenye huduma kama hii ukakataa, maana wewe ni mang'aa, maana unaona pesa yako itakuliwa, wewe ni mrogi. Kana pesa yako uone kama kazi itaendelea, wewe mrogi. Na hoitira goteithia itiga goteithia ugothi hau tware ciana ciaku na hau cirie cishuhe na mishuha cishuhe cirie utue 10,000 ciaku ni ciathie ucoke urare cigitahika urire waku. He disobeyed the Lord's command. And when he disobeyed the Lord, when you disobey the teachings, nimejaribu kuwafundisha hapa, nimewafundisha hamusikiagi. Sasa nyinyi na warogi, mnikisema nyinyi ni warogi, ni kulingana na Biblia, si mimi, kulingana na venye Biblia imesema hapa. Tutaweza kusema nimekosea kweli? Nogoro hena nitie kweli? Mundu utaiguaga, mtu asikilizagi, mtu disobedient. Sasa kwa nimefanya makosa. Biblia zinasema kweli hapa. Tunasoma Biblia nani? Wacha kwanza mimi si yuko hapa. Mimi nasema hatuongelei nyinyi mko hapa. Tunaongelea wale watu wanafundishwa na hawasikii. Kila siku wanaibiwa wimbo. Wanaambiwa wachana na hii story, wachana na hii maneno, na hawasikii. Kulingana na Biblia inasema he disobeyed the Lord's command. Sasa tukisema huyo mtu ni mchawi, tunaweza kuwa tumekosea? Tunaweza tunaweza kuwa tumekosea. Mnaangalia nyuma, mnaangalia nani nyuma? Si ni wewe na Uingereza. Si unaona sasa already the spirit of rebellion is in them. Hata ukimuongelesha anaangalia kwa sababu anajua si mimi, ni huyu hapo nyuma yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. So he disobeyed the Lord's command. He tried to find guidance by consulting the spirit of the dead. So when you consult other spirit, you consult other things, you are a witch. If you worship Apostle Waruinge na unamuona ni kama yeye ndio Mungu yako, wewe ni mchawi. Kama ufanyi Biblia venye nakwambia, unataka kufanya venye Apostle anasema, wewe mrogi. Mwadhani agosho. Stick to the word of God. Me, I am just but a vessel reaching you the word of God. Mimi nakuletea neno la Mungu. Nakuletea neno, nikiomba hapa niliomba nikaambia Mungu nitumie kama chombo, na usikubali niondoke katika matumizi yako kama chombo. Stick to that. Come to and listen to the word I'm teaching. Don't listen to me, Ndura waruinge. Wacha kudiangaliaga. Tunaangalia unaona heka yomode wekeleta dhuti jegai. Sasa ukitaka kujua masaikofanti wangu hapa, waulize neno ya asubuhi, hawajui, lakini waulize venye nilikuwa nimevaa. They know 100%. Mmesikia? The spirit of witchcraft leads to death. Whatever that you are, and if you do anything that insinuates to become witchcraft, it is death. Inakupelekea kukufa. Na ndio unaona watu wengi hapa, spiritually you are dead. And that is why you cannot be able to command a blessing into your life. That is why you cannot be able to command anything. Because we have the power to drive over snakes and scorpion, and they cannot be able to hurt us. But look at you, all of you are injured. You are injured spiritually, you are injured in your heart, you are injured in your body, you are hurt. Una kitu kinakuumiza. Why? Because you are dead. When you are dead, you are hurt. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuwa na anga, unakuwa na disturbance, unasikia kitu kibaya ndani yako kwa sababu wewe ni kamurogi kadogo ka duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Be obedient to the word of God and listen to the word of God and follow instructions, then you will conquer every mountain. The mountains will be moved away from you. In the book of Zechariah 4 verse 6 nasema ni 6 form of verse 6, whichever it is, inasema it is not by power
nor mighty, but by the Spirit of God. So the Spirit of God must walk with you. And if you are dead spiritually, it means the Spirit of God is not with you. Therefore, you are stagnated, you are confused, you are died. Umekufa tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Instead of consulting the Lord, so the Lord killed him and gave control of kingdom to David. So when you become a witch and you had some powers God had given you, inakuwa substituted, inaondolewa na inapatiwa mwingine. Ndio unaona kuna mtu ambaye hakuwa grow in the ministry, all of a sudden unaona Mungu amekube aling'oa yako akampatia mwingine mwenye ako obedient in the church. Na unaona watu wanaanza kwa kabuni, unaona kuna mtu amekuja ni junior, amekuja amegrow because God wakati alileta huyu junior aliona a vacant, aliona there is dead spirit, dead people in this company, so anaanza kuleta watu wengine that will take over from you. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what happening even in the churches. Things are happening very rapidly. Kuna mapasta wanaendelea kuondolewa. Very soon utaona mapasta wengi wameondolewa from the city. Hapa city wameanza hiyo mpango, imeanza ya kuwaondoa, na mipango ingine baya imeanza ni ya kwamba ile church ambayo haijaandikwa, haikufungua account na certificate na members na nini kama certificate yako haijasainiwa na koki, inaitwa Helen Koki. By the way, mkitaka kama unataka certificate ya kifo, kitambulisho, birth certificate, passport, huyu ni registrar, huyu ndio anayekaga. Ukiangalia signature ya passport yako ni huyu amesaini. Tuko na watu wakubwa hapa. Mtu simama akuone. Ne maneno akatumia huko kake hiyo ile. Mpigieni makofi. Yes, God has promoted people here. Yes, people are strong. Endelea hivyo na uombe na mtuikie Mungu. Na tukana tutumia tuamoshene. Ikaraga weika. Yes. Na tuko na mkubwa hapa, nikuseme. Yes, mama. Sema mujue. Ukitaka DPP, huyu ndio DPP. Ndio secretary wa DPP, huyu ndio anafugaga watu na kufukua watu. Kenya mzima. Tiko na agatumia gekiritheti hamuga gakinyaga ugo na mutire kinya nake. Batiaga watu ujua, you should know people. Yes. You should know what? People. Hapa tuko na masonko, tuko na watu wamenyenyekea tu matiaragia. No watu leo kulaga hamena mushane na haki adama. Na mimi mushane muigenege za hewa tigiti gako inuka. Sasa kama uko na kesi imekulemea, ona huyu mama achukua gihoko atakuombea. Bwana asifiwe sana. Yes, you command. Una command. Hivyo ndivyo wachai wanamkaga mapema kuzunguka wakiwa uchi. Bwana Yesu asifiwe. Night runners wanaanzaga saa 3 wanapika chakula. Saa hiyo ndio wanaanzaga kupanga. And that is the time you start praying. Saa 3 jioni. Una scatter them, una stop them wasitoke kwa nyumba. Unawasimamisha wasitoke kwa nyumba. Sasa wakifaulu kutoka saa 6 ndio wanaanzanga operation. Ndio wanakutana ni hapo nje. Sasa wanaabiana, ndio chairman wao. Sasa wanaabiana, tunakutana wapi? Hapo nje. Sasa hapo wanakutananga saa 6 usiku. Na ndio naabiwa maombi yako ya kwanza anza saa 3. Stop them from gathering. Wazuie wasikutane. Kutoka hapo kama wameenda kukutana saa 6 usiku ndio wanaanza operation. Ndio wanaanza kuroga. Wengine wanafuga moto hapa, Wakisi. Tuko na Wakisi hapa? Wakuria, Waluya na Itirana. Mkuri yako? Wanafugaga moto hapa. Na ni kamama kamuse kuliko ule wa 1950, ule wa 150. Anafuga usiku, akikuondokea bio huwezi mshika usiku. Na anaidaka akiwa uchi, wanaitangwa na Itiranas. Na akiona mtu anakuja, anainuaga na turumidia kichwa chini, miguu inajua, inakuwa juu. Ukipita utapata gekea muteke hao. Utamwacha hapo. Mkipita kwenda kuangalia nyuma. Kameenda moto ikiwa hapo nyuma. Kameenda. That is the time they are commanding. They are commanding their territories. They are capturing territories. And that is the time saa 6 ya usiku. Ndio unapiganaga na wao saa 6. Unapigana na wachawi. Unakataza kazi zao. Unavuruga saa kazi zao. Saa 9 wanakuanga sasa wakirudi pale nje kwa Magdalene kukombea notes. No totally nake. Umeona? Hapo sio wanakutana wote. Ndio kukombea notes. Kazi imemalizika. Umevuruga kwa fulani, wanakuja unasikia tu anakuja tu arushe mchaka kwako. Unasikia mchaka shwa. Unasikia mawe inarushwa kwa mabati yako. Hiyo tu amefanya kazi. Sasa wanaenda kukutana saa 9. Saa 9 haikuagi wakati wa kuomba kupigana na shetani.
maana already ashafanya kazi yake. Wakati wa kupigana na shetani kutoka saa 6 usiku mpaka saa 9 usiku, yani hiyo period ya saa 9, saa 6, saa 7, saa 8 finish. Saa 9 tunakuwa tunarudisha shukrani, na ukimaliza kurudisha shukrani, maana Mungu ameshinda hiyo vita, wakati hiyo ndio una command mchana, unaachilia, una command jua, maana God gave power of the day. Alipatia kwa nani? Alipatia jua. Siku ya pili alitenganisha usiku na mchana, akatengeneza jua, akaipatia authority over the day. Kwa hivyo the king of the day ni sun. Command that king, mwambie leo lazima nirudi nyumbani na pesa. Wewe jua, unazungumza na jua, unamwambia wewe jua, na jua haujatoka bado umelala. Ukiamuka ufukuamuke saa 12, mimi nataka kuuza duka yangu, mimi pesa yangu, watu wamekataa na pesa yangu, nataka pesa yangu. Mimi kuna miti ilienda ikachunwa ikaniroga, miti hiyo uikaushe. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye usiku ikapatiwa mwezi. The king of the night ni mwezi. Command mwezi. Abia mimi sitaki wachawi wazunguke kwangu. Naigwa mweli. Ndoka ametekelia mwezi itazuia. Naye nyota zako, yani baraka zako zote zimefichwa kwa kataa kadogo kanaitwa nyota. Ndio nasikia kanyota yako iliibiwa. Baraka zako zote, vitu zako zote zilifichwa kahako kamuaka kadogo. Ndio sasa hako wanaibaka, wanaenda nako. Na hako kashike na unakaambia, wewe kanyota, wewe kamuaka kadogo, na I command you, kitu yangu ipotee, utaniona. That is how you do your prayers. You command. Kutoka saa 9 kurudi chini mpaka saa 12. You command. You make decisions. You make decrees. You make decrees everything. Ati nidiraigera office na ndikwenda kama ndo wako ugia. Nidiraigera office anastaki kuona mtu atanisumbua. That is the time you make your decrees in the morning. Kutoka saa 9 mpaka saa 12. Do you make decrees? Hizi kuingia yote. Ndio unaona muidi akikuja, anakujaka kwa duka yake, anaingia kwa duka, anafuga ku make decrees. Watu watapanga laini hapo nje. Watashinda wakipanga laini wakinunua, because amecommand watu wote wakuja hapo. Anahakisha kale kauba na kaudi, na anaweka hizo vitu innocence, anachoma, zinaanza kukuitisha innocence. In the innocence kuna the spirit of Faruk, jini Faruk kwa Waislamu. Jini Faruk ni ya kusummon. Jini Jibril ni ya kuita watu. Jini Jibril, jini Faruk, hizo zote ni za kuita watu. Nakuta watu wanakuja tu wanapanga line kununua laptop ambaye kule chini River Road inauzwa 80,000 na kule kwa Muislamu inauzwa 150. Lakini kwa sababu jini Jibril ilikomadiwa, inawaita, inawasummon, mnaenda huko hamonagi bei. Bwana Yesu asifiwe sana. You must be able to know the connection. Wakati wachawi wana make decrees, destroy their decrees. When they are planning, destroy their plan. When they are organizing, destroy. Wakipika, wakati wanapika, warushie kulala. Wakikula tu kaugali, watasahau walale. Bwana Yesu, na hiyo kurushia kulala ni saa 2, hasa saa 2 hiyo mapigano. Hasa saa 2 jioni, warushie, wakikula, wakule ugali, walale, waanze kungorota hapo. Wakiamuka, wanaamuka saa 8 usiku, masaa ishapita, usha command. You have destroyed them. Bwana Yesu asifiwe sana. Tia wetake that apostle akuopea. Apostle akuopea dini. Mimi hata mimi niko na shida zangu. Hello. Tuko wapi? Tulikuwa tumefika wapi? Tupatie 1 Samuel chapter 15 verse 23. 1 Samuel chapter 15 verse 23. Rebellion against him is as bad as what? Any rebellion spirit, any rebellion. Let's get on with it. Stop being rebellious in your life. I'm not saying that you are rebellious, but I'm advising you, do not be rebellious, because the moment you become rebellious, it is as good as what? Witchcraft. Wakati unachagua chaireti, alafu nyinyi wote mnaanza kupigana na yeye, ama chairman mnaanza kumuoppose, ama muibaji mnaanza kumuoppose, you are as rebellious, and being rebellious is as witchcraft. So any spirit of rebellion is witchcraft, and it destroys you, and is as bad as witchcraft, and arrogancy is as sinful as idolatry. Kwa hivyo wewe unasemaga mtu ni idol worshipper, anafanya vitu vyake vile. Wewe kama ni arrogant, venye naonaga mko hapa watu ma arrogant hapa, wewe na idolatry na uabudu wa shetani, wewe ni kitu moja. Tu wewe miragia umagia kiogo. Sinye vigero, hiyo arrogance ni wewe na shetani ni kitu gani? Ni kitu kimwe.
Bwana Yesu asifiwe sana. Because you rejected the Lord's command, he has rejected you as a king. So when you do become arrogant and you become rebellious, unakuwa you have rejected God, and that is why he has rejected you. That is why you are looking for a job, you cannot find it. That is why you are looking for a business, you cannot find it. That is why ministry cannot grow. That is why you are stagnated. Umekwama mahali tulikukuta, tumekuovertake. Kama mapasta wengine nilikuta mahali wakinisekenya, hawakuwa akiniona, wanauliza huyu mtu na ameokoka juzi, yani hiyo mbio anaenda nayo ametoa wapi? Huyo mtu ako na sound doctrine. Hey, sound doctrine, what is sound doctrine? Nikekeu. And arrogance is as sinful as idolatry, because you have rejected the Lord's command. He has rejected you. So the end result of being arrogant, of being what? Rebellious, and of being whatever that you see, the sin of idolatry, it is rejection. You are rejected. That is why your business is not working. That is why financially you are poor. That is why things in your family are not working. That is why your ministry is not working. That is why you cannot be employed. That is why you have no job. That is why you are just there. Hauna chochote, you are just umekufa. Maana you are dead because of rejection. Once you are rejected, that's the end of you. Verse number 24. The moment you are rejected, you need to be reconnected back to God by seeking God diligently and faithfully. Yes, I have sinned. Saul replied, I disobeyed the Lord's command, your instruction and your instruction. I was afraid of my men and did what they wanted. This is the spirit of fear. He was afraid. So many of us tumeingia kwenye shida because of the spirit of fear. The moment you remove that spirit of fear and they refuse to do what they are telling you and they do what God is telling you, unafaulu katika maisha yako. Do just what God is telling you. Ndio naonanga mimi nakuaga kama mtu kengine. See, I don't listen to men, I listen to what God is telling me. Hata ukikuja unipatie mawaidha mzuri namna gani, if God is not in that mawaidha, I will not listen to you. I want to listen to my God. That is why they say I seen a sound doctrine. Mimi sitaki sound doctrine. I want to serve God doctrine. Only God himself. He will take me where I want. He has already taken me where I'm going. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimefanya maneno, Kenya si imetikisika. Yes. I'm running this country spiritually from here, from this altar. And the things are working. Bwana Yesu, si Uhuru walikutana na Gachagua. Nikiwa kwa mlima nilisema namna gani? Nikiwa kwa maombi ya mlima, watu wote wakuwe kitu moja. Si Ruto walikutana na Gachagua kwa kiwanja moja. Yes, hata kama waligombana walikutana. They were in the same ground. Mahali tuliombea hiyo maombi walikuwa huko. We command things happen. Tumeenda hapa Githunguri kwenda kujaribu kujifanya. Tumeraruliwa because commander ni nani? Commander ni wangapi? Commander ni mmoja. Tuangalie kitabu cha Efeso 6:11. Ephesians 6 verse number 11. When we have the real spirit of God to be able to conquer the spirit of witchcraft. Ephesians 6 verse number 11. Hallelujah. Natumai tunapoenda kumaliza hii, kama hautakuwa umefunguliwa, nataka kukuambia kifungo yako ilipotea. Na imetafutwa, imekosekana. If tukimaliza this, Ephesians 6 verse 11. Inasema put on all the armor that God gives you. So it is not your armor. It is not your armor. It is God's armor. So for you to come out of this situation, you must have God. No ginyagai ya koronawe. Ndio Mungu akusaidie kutoka kwa hivi. Kwa hivyo ukipatana na diviner, maana diviner akikushika hivi. Nilikuwa na kadiviner kamoja kalikuwa kana divine. Walolololo. Kalikuwa kamenipeleka bio. Mbaka nakaaga tu namuuliza gayarauga hata. Na hakuna Mungu anasema ni gimaeda iramulia. Na menyo ni eralia. So that you will be able to stand up against the devil evil tricks. So for you to win the battle against the witches, you must have God with you. To be able to understand and withstand any trick by the devil, any trick by their plans. Because hawatakuja wakisema mimi ni mrogi, walivaa nguo mzuri wakakuja kanisa. Wako hapa, hata sahi wako hapa. Hata nikihubiri wanasema kila ni kigege. Lakini I know the secret. I know how to bite. I know how to destroy you. And I have destroyed you. Wewe mchawi ukitoka hapa. Wewe kasugo, wewe mchawi.
mchawi, sema one time. Wewe mchawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, because I got the power. God has given me armor. Put all the armor that God gives you so that you will be able to stand up against the devil evil tricks. Verse number 12. You have to have God with you for you to win this battle. Ya wachawi, unahitaji kuona shindano kama hii imeletwa hapa. Na ni mrefu na ilikuwa inataka nidugwe iingie kwangu hii. Nigetha manyo na demuku. Ati nigetha magoka kuga. Ate tena ngatuko. Kwa Yesu nitaka jamani yako. Nima kwa mutikona. Not very soon. I have to get into 150 years. Mama yangu alikufa na 110. Hello. Baba yangu alikufa na 90. Shosho yangu alikufa na 165. Umenielewa? Ukani risasi alipigwa. He died prematurely. So we are not from shosho yangu mama, sister mama yangu wako hapa Idaga, hapa Gorifa. Yeah? Ako na 156. Yes. Nimeta mudiri motoraga. Nikojeta wo Ndura. Kedo gya gutura. Nageto Waruinge. Kedo keike. Yes. Bwana asifiwe sana. Verse number 12. For we are not fighting against human being. The spirit is not a human being, but against the wicked spirit forces in the heavenly world that rulers and authorities and the cosmic powers of this dark age. So you are not fighting against these people. You are fighting a spirit that is in these people. So this spirit inaweza kuacha uchawi ilikuwa na huyu jana na ulimuona akiwa nayo. Wajue, the spirit ijue inaruka kwa huyu. Sasa kuanza kupigana na huyu mama, kumbe hana kitu. Ilishahama. Huyu anaendelea na job ukipigana na nani? So you fight the spirit, the wicked spirit. And that is only you can be able to do if you have put the full armor of what God has given you. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how you conquer witchcraft. Witchcraft is not conquered by how much you know. Ni kujua unaomba watu wapatiwe discerning spirit. Na uzuri kanisa hii, a group of people wameigiswa discerning spirit. They are able to discern. They are able to go. Anaweza kukwambia ile kiti. Hesabu ile 1 2 3 4. Hiyo ya chini. Hebu ndafungua, unakifungua, unakuta kuna kitu. Bethel Clouds TV, empowering lives.